ndizo kumbukumbu zangu. Hivi ndivyo ninavyokumbuka. Hizi ndizo kumbukumbu zangu. Hivi ndivyo ninavyokumbuka. Siwezi sahau wema wako Mungu. Siwezi sahau kule ulikonitoa. Siwezi sahau upendo wako Mungu. Siwezi sahau wema wako Mungu. Umenitoa mbali, umenitoa mbali sana. umenitoa mbali, umenitoa mbali sana. Nakumbuka nilikuwa wa chini ukaniinua. Nakumbuka nilikuwa wa dhambi ukaniokoa. Nakumbuka nilikuwa masikini ukaniinua. Nakumbuka nilikuwa mchafu ukanisafisha. Siwezi sahau wema wako Mungu. Siwezi sahau kule ulikonitoa. Siwezi sahau wema wako Mungu. Siwezi sahau Baba, siwezi. Umenitoa mbali, umenitoa mbali sana. 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 Hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuna
kipo, popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaona na Mungu akiona. Ni mualike Brother Luke ili aje hapa aweze kutukaribisha kwa huduma hii, maana tunamtambua yeye Memon Wakzende ndio mtu mkubwa hapa. Karibu brother, tumkaribishe na kofi lake moja. Karibu brother. Asante MC. Namsalimia nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Mungu ni mwema kila wakati, hata katika wakati huo majonzi, Mungu ni mwema. Ningependa kuwakaribisha katika boma hili ambapo baba yetu, baba mzazi ametuacha. Kwa hivyo namkaribisha katika jina la Yesu katika boma hili. Mjisikie huru ili tufanye ibada kwa Mungu, ibada ya mazishi. Namkaribisha nyote, mjisikie huru, mfeeling free. Waluo wanasema feeling free. Tuko pamoja? Kwa hivyo karibuni sana, mjisikie huru. Asanteni. Asante brother. Tumregeshe kofi lake lingine moja. Basi kwa sababu tumekaribishwa, sisi tujisikia kwamba tuko huru jamani. Hebu shika mbaya ile mkono yuko karibu na wewe, mshike mkono, mwambie tusikie uko nyumbani bwana. Mwambie feeling free bwana. Sivyo ndio tumeambiwa? Haya basi mimi nasema a big thank you. Asante sana. Basi moja kwa moja nimwite president wa area hii ambaye si Ruto, ni Mwalugongo, Mr. Michael tafadhali. Michael pale ulipo tafadhali. Wananchi wenzangu nimewasalimia. Hamjambo? Kwa majina ni Michael Mwaliko Mwambogo, mzee wa mtaa kijiji hiki cha Piginyi. Kuna wenzangu sijui kama wako karibu, wanyoshe tu mkono wasalimie wananchi. Mko wapi wenzangu? Mimi nawakilisha kwa majina, mimi naitwa Penina Mwendo, nawakilisha Mwanga. Langu ni kusema
ni kutoa shukurani sana kwa mwananchi. Kazi waliofanya tangu mambo haya yatokee ni kazi ngumu, lakini ushirikiano wao mambo yalikuwa tu rahisi. Kwa hivyo kitu naomba mwananchi ni muwe na ushirikiano. Upande mwingine mimi nataka wananchi wangu, njia zenu, njia zile mnazopitia mziangalie nyinyi wenyewe. Hakuna mtu atakuja kujengea kwako, utaangalia wewe mwenyewe. Kama sio barabara kutengenezwa mzuri hii, tungepata shida sana. Lakini naomba baada ya hivi njia zitengenezwe. Nitapita nikiangalia kama kutakuwa njia iko na matope ama nyasi, hapo utaachwa nyuma kwa maendeleo. Asanteni sana, karibuni, mjisikie huru. Security hakuna shida. Ukiona lolote limetokea la kigeni kwako, unatuface, alafu tunatatua. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, kofi lake moja. Ameomba ushirikiano na njia zitengenezwe. Njia hata za rohoni Bwana usema zitengenezwe Bwana. Kama umewachua wachungaji waseme. Kofi lake moja. Asante sana. Karibu waombolezaji na nyumba na watu wa kanisa na wasalimia, habari yenu. Kwa majina mimi naitwa Patrick Movala, mimi ndio cluster wa Mwanga Fiini. Kwa hivyo kitu nataka kusema ni ya kwamba umesikia mzee wa mtaa amesema mambo ilikuwa laini kabisa. Kuna kitu tulikuwa tunajaribu juzi na ikafaulu. Kwa hivyo kitu nataka kusema, kama wewe huko kwa nyumba 10, tafuta mahali tuwe kwa nyumba 10. Maana mambo ya kwenda kwa kitabu pale, hiyo tulimeacha. Sisi tunafanya budget yetu kwa nyumba 10. Chairman wa nyumba 10 ndio tutamwona pale kwa meza. Kwa hivyo nawashukuru sana, maana kazi ilienda vizuri vile mzee wa mtaa amesema. Kitu cha pili nataka kusema ni ya kwamba kijiji chetu kuna vijana ambao kama 4 hivi, ripoti yao imefika kwangu mara 2 mara 3 juu ya wizi, kitu kidogo tu. Kwa hivyo hao maneno ya wizi ukataze mtoto wako. Alafu kitu nataka kuunga mkono, kitu ingine tena ni mambo ya welfare. Huyu mzee yeye alikuja mwaka huu na akaingia kwa welfare, Mwanga welfare, huyu mzee, na akamaliza mambo yake yote, na yeye tulimwangalia kwa mambo yake vile tuliagana Mwanga welfare. Kwa hivyo huyu mzee aliingia. Na wewe kama huko kwa welfare, tafadhali jaribu. Naongea hivyo maana mimi nahusika na sitarudi nyuma tena. Kwa hivyo mambo ya nyumba 10 tuyazingatie sana. Haya, kofi lake moja. Tayari jeneza limefunguliwa, liko wazi kuja kuweka heshima yako ya mwisho kwa baba yetu ambaye ametutangulia. Ni kwamba kuna chombo kimeweka hapa cha support. Labda huku umefaulu kutoa mchango wako, hata kama ulikuwa umetoa, lakini wajua mambo haya kuna gharama kubwa. Kuna chombo kimewekwa hapa, utakuja uweke, na nafikiri namba M-Pesa tutatangaziwa baadaye. Kwa wachungaji, viongozi wa ibada na waombolezaji wote, hamjambo? Tunaendelea kuona mwili. Walale pinani. Kwa majina yangu naitwa Joyce Mwemba. Mimi ndio naibu wa chief wa maeneo haya ya Kihombo Marumbeni sublocation. Kwanza kabisa ningependa tu kuwakaribisha kwa maeneo haya. Kama mlivyosikia, usalama umeimarika kabisa. Pili ni kwamba ningependa tu kupeana pole kwa familia. Mami uko Asigwa, pole sana. Mlunguku Nekendigi, watoto wote wa familia hii, wajukuu na vitukuu wote, poleni sana. Mungu wa amani akaweze kuwasimamisha. Najua ni jambo gumu kuachwa na mpendo Jabirieto, lakini Mungu yuko kazini na anazidi kutusimamisha, anazidi kututia nguvu. Mimi leo sina mengi, ni kwamba ningependa tu kuwatangazia kwamba kuna zoezi la voter registration linaendelea, zoezi la wapigaji kura. Sawa sawa, tuko na vijana wengi ambao hawajasajiliwa bado kama wapiga kura. Ni kwamba linaendelea na tunataka vijana wajisajili kwa wingi, maana ni wao huwa wanapiga kelele sana kwa mitandao. Kwa hivyo wajisajili. Vijana hapa mko hapa kwa Marumbeni, tafadhali mjisajili kwa wingi. Sawa sawa, mjisajili. Leo wako maeneo ya Rahai Primary. Jana juzi wamekuwa Kihombo Primary na the other day wamekuwa pale Fihini. Kwa hivyo tujitoe kwa wingi tafadhali. Lingine ni kwamba ningependa kuwashukuru wale wote ambao mlijitoa jana
kwenda kumlaki president mahali pale. Maana inakuwa ni kazi yetu kumobilize wananchi. Na ninashukuru kwamba watu wa Kigombo Marumbenyi mlijitoa kwa wingi. Na ambao walikuwa pale mlisikia yale president alisema. Tunasemaga mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Apone. Kwa hivyo ninajua Ronge wadi tumepona. Kwa hivyo tuendelee kushika serikali mikono. Maana sisi at the end tuna support the government of the day. Sawa sawa eh? Sipiki siasa lakini ni kwamba hivyo ndo tunafanya. Yule ambaye anaingia kwa kiti ndo nani? Ndio huyo tunamsupport. Kwa hivyo tuendelee kusupport serikali, inafanya kazi nzuri na inaendelea kufanya. Sina mengi kwa leo na Mungu wa amani awabariki. Sawa kiongozi. Sawa serikali. Kofi lake moja. Wa. Silaha yetu sisi ni kura. Vijana wanasema tuko kadi. Jambo wote kwa jumla hamjambo. Kwa majina vile mmesikia mimi ni Mkirani lakini jina ni Peter Monyumba Mkirani. Ninatoka sehemu hizi hapa chini Mbololo lakini ni Kulele. Huyu marehemu ndugu yangu ni rafiki yangu sana wakati tulikuwa kwa kazini. Hata nakumbuka mimi kwanza ndio nilitangulia. Maana niliingia pale AVA nikiwa kijana sana. Maana AVA nimeulizwa ni Associated Vehicle Assemblers. Mimi nilitangulia, namba yangu ya uajili ilikuwa ni 380, yake ilikuwa ni 821. Nakumbuka sana maana yake hizo. Prophet close friend of mine. Wakati aliingia nilimpokea lakini tulijuana tu baada ya yeye kuingia baada ya siku 2-3 hivi, maana yake alikuwa stores senior man. Maana yake Doshi alikuwa ni senior, alipofika hivi akawa ni more senior. Akapokelewa na katika ile hali ya kazi tukaonana, na katika hali ya kujuana sana nikajua ni Mronge katika hali ya kuongea hivi. Na language zikagongana kidogo na mimi nikaonekana ni kuna damu za Kironge, maana yake mama yangu ametoka sehemu za Ronge pia. Kwa hivyo hata nikiongea lazima Kironge kinasikika hapo kidogo. Sasa kwa sababu hiyo lugha kugongana namna hiyo tukazidi kujuana tu, tukajuana na tukazidi kushirikiana kwa mambo mengi. Hata kuna kipindi wakati nafikiri ni mkubwa wangu sana. Haya, karibu brother. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mwalalesere. Ni sehemu bangwa Ronge. Mwanga. Chapter inandi gini mwana bangwa Ambrose Mwakai na mzedu Nikasigao andopangwa Bungule. Ndugu Ambrose na mpera bangwa Ambrose. Polini sana Ben Mwanga na bacha bose bacha Chomboleza na ndugu Ambrose Kudisiga na wanabake. Nimeambiwa nichanganye na kwa Kiswahili. Unajua most times sisi tumezoea kutembea, ukifika kwa Wantamuko juu kwa Central unapata Kikuyu tupu. Ukienda Nyanza unapata Kijaluo tupu. So sisi pia nasi Taita tujifundishe kufanya ibada kama hiyo, maana pia ni vizuri kwa sababu tuko na kina mama wengine ambao hawasikii Kiswahili. So tujifundishe. Otherwise mimi ndio chairman wa Dazoya na ndugu wetu Luke Wangai sijui kupande gani hapa. Ndio huyo ndio secretary wetu, na tumekuwa hivyo sehemu za Nairobi mahali ambapo panaitwa Sabaki tumeishi na yeye ndugu Wangai, na tulipopata habari hizi tuliweza kumshika mkono, na hata pia nikaambiwa kwamba na members nijaribu sana kufika hapa ili tuweze kumweka nguvu ndugu wetu Luke Wangai pamoja na familia yake. Na ndugu Wangai hatukuanza sehemu za Nairobi tu peke yake, lakini hata pia hapa Voi tumekuwa pamoja, na hata pia kule Kasigau hata shamba yao naifahamu. So nashukuru sana kwa wakati huu, lakini cha mno ni kusema kwamba pole sana ndugu yangu Wangai pamoja na familia, ni mazito. Namshikilia Mungu, mimi nimeokoka, na kwa kweli haya ni lazima uyashikilie kupitia kwa Mungu, umshikilie Yesu pamoja na familia, maana si rahisi
Nilipoteza mamangu 2024, wangai unajua, na si rahisi. So mjipe nguvu, na mahali ambapo kukimbilia ni kwa Mungu, hamna mahali pengine, kwa sababu ile pengo ambayo imeachwa na mzee Ambrose si rahisi, lakini na hakika mkimshikilia huyu Yesu ambaye kipindi kwa wakati huu mwezi wa 4 huu tunajua kwamba ni wakati ambapo tunaelewa tulipopata ushindi baada ya Yesu kufufuka, si ndio? So mbarikiwe, na wale wote ambao wako hapa muendelee kubarikiwa na muendelee kuombea familia hii ili wajaze na kuwahurumia na kuwapa nguvu. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Kaso. Amen, amen, amen. Haya, tumpatie kofi lake moja. Basi niwakumbushe tunaendelea na speeches pamoja na kuweka heshima yetu. Niite wale ambao kule chini. Bwana asifiwe. Hebu nimunisalimie hewani. Haleluya. Amina. Kwa majina naitwa Irene Mwaka. Mimi ndio nasimamia kiwanda ya New KCC pale Miritini, na tumekuja na kuomboleza na wapendwa, maana mtoto wa baba Ambrose tuko naye pale Miritini, anaitwa Wilfred Mwashigadi. Huyo tuko naye, na ni vizuri tulie na wale ambao wanalia na tucheke na wale ambao wanacheka, si ni kweli? Kwa hivyo kwa niaba ya New KCC, wale ambao wako Miritini pamoja na headquarters pale industrial area, tumetumwa tuje tusimame na nyinyi. Kwa familia na mama, tunawaambia poleni sana kwa kumpoteza mpendwa wenu. Tunajua ni ya uchungu, lakini ni maandiko, kwa sababu njia hii haizoeleki, lakini ni lazima itatimia. Kwa hivyo tunawaambia pole kama KCC. Mungu wa rehema awape faraja, na kwa jamii ile ambayo iko karibu, kwa watoto na mama yule ameachwa, watoto mumuzingire mama yenu, maana nyinyi ndio mumewekwa, kwa Biblia inasema children are like quivers in a bucket, in a store, and when trouble comes they surround the father. So nyinyi watoto muwe kama quivers, mumuzingire mama yenu. Familia ya karibu muwe kama quivers pia, muzingire hii jamii ili wafarijike, maana ni magumu haya, hayazoeleki. Kwa hivyo Mungu awape neema. Tukisema tunasikia vile munasikia ni uongo. Ule uchungu munasikia, sisi hatuwezi beba uchungu, lakini ninajua kuna mmoja ambaye anaweza kubeba huo uchungu, na ni Roho Mtakatifu, maana huyo ndio tuliachiwa na Yesu Kristo. Huyo ndio mwenye kujua uchungu vile uko, hata wakati huwezi ajieleza. Biblia inasema you groan in a voice that cannot be uttered. Kwa hivyo huyo tu peke yake ndio anaweza kuwapa faraja, nasi tunamwachia huyo Roho awafariji kama familia nzima, na Mungu awape rehema, maana yeye ndio anaweza kuwafariji. Bwana awabariki sana na awatende mema. Asanteni sana. Haya, asante sana. Kofi lake moja. Kwa sababu naitiwa, nikiitiwa huwa naitika. Lakini alionipa hiyo jina alikuwa na sababu. Hiyo jina nilipawa na chifu. Sikupawa na baba ama uko. Nilipawa na chifu na kuna sababu. Lakini mimi ninaitwa Gilead Chuhi Mwasaka. Mimi ni wa kutoka Bukuta. Na niko na wenzangu hapa, wengine wamefika leo, wengine tulikuwa hapa tangu jana. Ile sababu imetuleta hapa. Sisi kama mimi Osama, si sababu ya kanisa. Kuna kitu tulikuwa tunaona kwa huyu mzee wakati tukiwa naye kule. Tumeishi na huyu mzee vizuri sana. Huyu mzee hakuwa wa malumbano, pamoja na familia yake. Na mimi kabla asiende ndo alikuwa ameniselect nibaki pale. Sasa pale mahali mzee alikuwa anakaa, mimi ndio naishi hapa. Tuko pamoja. Nimesikia maneno hapa ya muungano. Muungano usiwe tu
wa familia. Mimi naongea kwa niaba ya family friend. Hapa nimeandikwa hivyo. Sasa mimi ni family friend na nimetoka huko. Na siko peke yangu. Tukiishi na watu vizuri. Ukiwa unaishi katika mtaa fulani, lakini usiwe mtu wa maneno wa kutajwa na yale, kama vile yule wa kwanza alikuwa anasema sijui kuna ripoti imemfikia, sijui kuna vijana wanafanya nini. Kama umefikia mahali paka kwa kuchukua matomoka ya mwenyewe badala ya kuomba, wewe utakuwa mtu mzuri kweli? Sasa tuishini vizuri kama mzee na vijana wake, vile tunaishi tuendelee kuishi hivyo, ili tukisonga mbele tuwe na ule ushirikiano mwema. Tuko pamoja. Mimi sina mengi, yangu ni hayo. Kwa nini serikali ilikupa wewe hizo sababu zako, wewe umezibana tu? Sisi tutajijazia brother, haina noma. Sawa. Richard Tole kutoka Mlima Mugangi. Richard Tole kutoka Milima ya Mugangi. Mzee wangu hapo dadi. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kwa majina naitwa Richard Tole. Kwangu ni Mugangi, lakini Ambrose, Mzee Ambrose marehemu ni ndugu yangu. Tumekuwa naye toka aanze kazi Mombasa. Tulikuwa tunaishi mtaa mmoja Makupa. Tumeishi naye Makupa kwa miaka mingi. Hata tulipotafuta shamba Buguta tukamchukua. Mimi na Mzee Malukuku, Patrick Malukuku, nafikiri kwao ni huko juu. Hata asikia Malukuku mwingine yuko hapa. Niko hapa bwana. Mimi hapa bwana. Mzee Malukuku tukamchukua Ambrose, naye akaenda kule akafanya mpango na Michael Mtungolo, akapata shamba pale. Ambrose ni rafiki yangu mkubwa sana. Maana yake familia yangu anaijua yote, maana tulikuwa tunaishi mtaa mmoja. Watoto wangu wote wanamjua. Hata waliposikia kwamba Mzee Ambrose ameenda, wanashangaa. Alikuwa nini mgonjwa mpaka akafikia kwenda. Nikamwambia kuugua sio kwenda. Kwenda ni idhini ya Mungu. Ambrose tulikuwa tunaitana yes man. Ndio tulikuwa tunaitana. Yes man, yes man. Ndugu yangu ameenda na njia, hakuna njia nyingine, ni hiyo hiyo. Sote tumombe Mungu baada ameenda ada keti vizuri salama, na sisi Mungu akujalie siku moja twende tukaonane naye. Asanteni, Mungu awabariki nyote. Asante. Kofi lake moja. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Unajua mtu wa jeshi anaongea na sauti juu. Kweli roho. Now, kwa ufupi tu yangu sitaki kuweka mengi sana. Yule anayeenda baba yangu mdogo. Mimi ni mtoto wa James Mtongolo, daktari, alikuwa boy. Ametibu wengi sana hapa. Kwa hivyo I'm the second born, mtoto wa pili kutoka kwa Mzee James Mtongolo ambaye babangu naye alifariki. Ambrose nilimjua through baba yangu. Na alipomjua through alikuja kwangu Buguta pamoja na huyo Malukuku. Ngaje Malukuku alikuja kafariki, shamba ya Malukuku ikaleta baadaye shida kaondoka. Ambrose mimi ndio nilimuuzia shamba. Mimi mwenyewe hivi mkinaona hapa. Kwa hivyo Ambrose alikuwa dada bangana, ndio. Tulipendana sana na Ambrose. Na tulikuwa hata kama ni maji ya baraka tuko na yeye pale. Kama ni kuku tuko naye pale. Nikikuja kutoka Giligili nakuja na mzinga, na mwekea. Ndio tunasherehekea. Sasa mnaona si baraka jameni? Imagine kwetu ni Mugange na Ambrose ndio hapa. Hata leo hii ndio nilikuja hapa. Sijakuja siku nyingine. Kwa hivyo Ambrose nilimheshimu na nampenda. Alafu licha hivyo Ambrose mwenyewe alikuwa anatibiwa na babangu James Mtongolo. Mnaona mama Mungu? Hata hivi kuna wajukuu wangu nimeona wasichana warembo hapa. Naenda nilete ngaa tubebe hata sisi hapa. Tubebe hapa, nimeona kuna warembo hapa. Now, kumalizia. Naomba tushirikiane. Mama Anguo, nasema pole Anguo. Pole sana Anguo. Na vijana wa Ambrose, kwa kweli copyright ni Ambrose. Naomba sana mbarikiwe. Shika mama mkono,
mwe kitu kimoja mpaka siku ile atapita. Semeni amen. Mungu abariki. Haya, kofu lake moja. Wow. Alikuwa analeta mzinga wa nyuki asali, si ndio? Sasa hii lazima asali iko kwa wingi sana. Baki hiyo miaka kuletea mtu mzinga, si hiyo mzinga inaongezeka. Unajua msielewe mambo yenu bwana. Mzee amesema mzinga. Asante sana dadi. Haya. Ukunda tumetambua kuna wageni kutoka Ukunda ni wengi. Lakini mmoja tu jamani. Mmoja ajaseme Ukunda umeingia. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tumetoka Ukunda, tuko wengi. Na pale Ukunda tunashiriki pamoja na msichana wa hii boma naitwa Jinora. Ni mshirika wetu, kiongozi pale kanisani. Na tumekuja kuomboleza pamoja na hii familia. Na kwa niaba ya kanisa ya FPFK Ukunda tumeleta rambirambi zetu kutoka kwa Bishop. Hata hapa tuko na wachungaji wetu, tunawapatia pole. Mama saa ingine tunakutana naye pale Ukunda na dada zake wengine. Mungu akawatie nguvu, Mungu akawafariji. Faraja za kweli zinatokana kwa Mungu. Na pokeeni salamu za Ukunda. Amen. Haya, kofu lake moja. Alafu asante madam for being very brief. Sasa nataka nyote mwiki mfano huo. Hebu wale wa Ukunda waseme watupungie mkono tuwaone. Pale walipo Ukunda. Wale ambao ni sitting peke yake. Utamezea macho yako kando. Sitting MCA yuko. Hapa si Madam Mlugu. God is good. God is good. And all the time. Nimesimama hapa kumwakilisha MC wetu. MC wetu pia yeye amefikwa na msiba. Ameenda msibani. Lakini alitushika mkono na ameniomba nimtolee rambirambi zake. Mungu awabariki. Asante, kofu lake moja. Wow. Naye amekuwa very brief. Thank you MP. Hayuko. Mwakilishi. Hayuko. Senator. Mungu ni mwema na kila wakati. Morale man. Basi kwa majina yangu naitwa Renson Kalivo Maro. Na kwa neema Mungu nafanya kazi kwa ofisi ya Senator. Senator ni Jones Mwaruma. Na nimekuja kumwakilisha yeye na pia nijiwakilishe mimi mwenyewe na familia yangu, kwa sababu huyu aliyepumzika ni abo wangu. Mke wake ni aunti yangu na watoto wake definitely makazi zangu, si ndio? Kwa hivyo jamani, poleni. Poleni sana, Mungu awatie nguvu na azidi kusimama na nyinyi wakati huu mgumu wa maombolezo. Jana tukiwa pale Voi tukitoa mwili wa Bo, kuna mhubiri alihubiri akasema tuwe wajasiri. Na hivyo kweli kukumbana na mambo ya kifo ni lazima tuwe wajasiri, si ndio? Na ujasiri huo tuvae tukiwa tunajitayarisha, ama namna gani? Kwa hivyo poleni sana. Pili, pia nimekuja kuwakilisha group yangu ambayo inaitwa Wamzedud Kundane. Hiyo ni kind of a welfare. Na tuko na member ambaye ni Moshegadi Choplis. Ambaye huyu bwana ni active member na nimetumwa na group nije nje nimpe pole yake kwa niaba ya group yote. Bro, nice. Mlungu kune kendini. Na kwa sababu tumeambiwa tukue wa brief, tukue wafupi wa maneno, nataka kumalizia na kitu kimoja tu rahisi. On Wednesday nilikuwa Kivononyi Matangani na nilikuwa na ward administrator. Na nikamtuma salamu kwa sababu ya hizi ECDs. ECDs Mwadarvanga Nursery Company, si ndio? Nikamwambia kuna shida kubwa sana kwa hizi ECDs. Na si hii ya Mwanga, si ya Manganga, si ya wapi. Nikamwambia wachukue fursa hii wakati shule zimefungwa, wazitembelee, waangalie conditions zao. Kama hii ya Mwanga hata kuifikia ni ngumu. Barabara yake ni mbaya, bati libebwa na baridi, hakuna flow,
condition ni ngumu sana. Ile ya Manganga wazazi wanachimba choo na mikono yao, wakati kuna county government ambayo inaletewa over 4.7 billion na national government. Please, kama kuna mwakilishi na yule ambaye atamfikia kule juu, atafikia hizo ngazi zingine za juu, apeleke huo ujumbe. Sitaki kuongea mengi kwa wakati, nasema tu poleni bantu bamzedu hai sana na mlugumne kendi chapche sana inatakikana, so uanze kuzembea. Sasa tunasema elimu ndio msingi, na unaanzia hapo kwa ECDs, hapo mnazita nursery schools. Sasa kama mabati yameenda, hakuna flow, ndio mnakuta watoto wanaenda kusomea town. Manake kwa sababu ya mambo kama haya, kwa sababu tunajali afya ya watoto wetu. Si jamani, tujaribu viongozi ambao wako waboreshe hiyo mazingira ya watoto. Niwasalimu tena kwa jina la Bwana. Gavana amepeana rambe kwa familia. Yule alinipigia simu nije nitoe hizo rambe, alafu baadaye kuna mchango wake familia ndio itapewana. Kwa hivyo amesema poleni sana, ako pamoja na sisi. Asanteni. Nikutambua na utasonga utusalimia. Karibu. Asante sana. Haleluya. Praise the Lord. Bwana ukaso. Ninaitwa Margaret. Mimi ni pastor katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, Voi. Na tumekuja na team kwa niaba ya Bishop wetu Philip Kamau, ambaye hangeweza kufika kwa sababu ako na shughuli nyingine mahali pengine. Kwa hivyo tumekuja kuwakilisha kanisa zima kwa sababu ya familia ya kina Mwafali. Ni marafiki wetu, ni washirika wetu, na ni wapendwa ambao tunawapenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ningependa wale wote ambao tumekuja kwa ajili ya Mwafali, kwa ajili kuwakilisha kanisa la Full Gospel, naomba wakaweza kusimama wakiongozwa na Reverend Kalinde, Pastor Ngugi. Haleluya. Nyorosha tu mkono jameni, tusalimie watu. Haleluya. Haleluya. Basi tunawapenda kwa pendo la ajabu kwa sababu ya Kristo ambaye ametuunganisha, si kwa sababu ya kabila, si kwa sababu ya dini, si kwa sababu ya rangi, bali ni kwa sababu ya upendo wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza keti chini. Asanteni. Bwana asifiwe sana. Basi tunashukuru Bwana kwa sababu ya wema wake na fadhili zake, na tunaleta rambirambi zetu tukisema pole Mwafali, familia yote na kijiji kizima mahali hapa. Tunajua kupoteza mzazi ni jambo la huzuni sana. Bwana asifiwe sana. Unapopoteza mzazi wako ni kama part of you imetoka maishani mwako. Maana mzazi yule ulitoka ndani yake ukawa mtu mzima. Tunaona kama mfano wa mama ama baba, alikutunza toka uzaliwe mpaka ukawa vile ulivyo. Tukiangalia familia ya Bwana Mwafali ni familia yenye nguvu sana. Bwana asifiwe. Tunaweza kushuhudia ya kwamba hawa ni wapendwa wanaompenda Mungu na wanatembea katika njia za Mungu pamoja na watoto wao ambao tumewafundisha hata Sunday school. Kwa hivyo mielekeo yao na mwongozo wao katika familia yake ni mwongozo wa Mungu. Na wakati kama huu kupoteza mzazi wako, wakati mwingine unaweza kujiuliza kumekuaje? Maana mimi hata ningependa nikae na baba na mamangu mpaka miaka 20 na hata ikiwezekana mimi nitangulie. Lakini Bwana ana mipangilio yake. Bwana ana mipango yake. Tukisoma katika Isaiah 43, Bwana anasema kwamba Israeli niliyekuumba na kukuhuluku. Bwana anatujua kwa majina yetu. Kwa hivyo lile jina ambalo uliitwa, labda baba na mama walingangana kama vile wakati wa Yohana, lakini mwisho akasema ataitwa Mwafali. Bwana asifiwe. Hilo ndilo jina ambalo limeandikwa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa sisi sote, na kila mtu ana siku yake ya kuingia duniani na siku yake ya kutoka. Bwana asifiwe sana. Lakini swali ni je, huyu Bwana aliyekujua kwa jina lako, wewe unamjua? Bwana asifiwe. Neno yako na yake inafanana? Huyu Mungu ambaye anakujua kwa jina lako. Mimi naitwa Margaret Kanana. Nimetoka sehemu za Tana River, lakini nimeishi Staita zaidi ya miaka 40. Je, huyu Mungu ninayemuita na akaniita akaniambia nataka uwe mchungaji,
Je, ninamfahamu vile yeye anavyonifahamu? Na siku nikianguka kama mzee wetu siku ya leo, tumekuja kusherehekea harusi yake. Je, wewe utakuwa upande gani? Utaenda kwa baba kule ambako faili yako nzuri iko, ama utaenda upande huu mwingine? Kwa hivyo sherehe hii inatukumbusha ya kwamba kuna siku ya kusimama na siku ya kuanguka. Lakini jitazame, utaangukaje utakapoanguka? Bwana asifiwe sana. Tunawapenda na Mungu azidi kuwafariji familia yetu. God bless you. Asante sana muongoza ratiba, kwa familia, wachungaji na waombolezaji wote, na wasalimia kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Kwa majina ni David Gutu, na imempendeza Mungu ya kwamba kwa wakati huu mimi ndiye TSC County Director wa Taita Taveta. Hivyo naja kwa sababu mimi ni rafiki ya hii jamii, na natoa risala zangu za rambirambi zangu na familia yangu. Ninaomba Mungu wa mbinguni akaendelea kuwapa nguvu. Kuondokewa na mzazi ni pengo ambalo kulijaza ni ngumu, haiwezekani. Nafasi ambayo mzazi alikuwa amechukua katika maisha yetu kujazwa ni ngumu sana, haiwezi kujazwa. Na ndiposa tumekuja sote hapa ili kuweza kuomboleza na nyinyi mkaweza kupata nguvu ya kutembea katika maisha. Ya pili ni kukumbusha jamii ya kwamba tunafaa kusaidiana. Na katika kichwa changu, kwa sababu niko katika idara ya elimu, kuna foundation inaitwa Savo Foundation. Nataka kuwapongeza kwa sababu ya kazi kubwa na nzito ambayo wanafanya. Wanasaidia watoto wetu kuwa sponsor, na kando ya kusponsor hao watoto wanawapatia mentorship program. Tunauliza wale wote ambao wamebobea, wale ambao ni wataaluma mbalimbali, wametoka katika Taita Taveta wakaweza kusaidia jamii. Kuna watoto ambao wako vijijini na hawana msaada, wanahitaji kuungwa mkono, wanahitaji kushikwa mkono. Ukisoma yale ambayo Savo Foundation wanafanya, wana sponsor over 600 students, wanafunzi zaidi ya 600. Ni wanafunzi wengi, na kando na kuwa sponsor, wanafuatilizia, wanakutana na wao kuwaelezea ni jinsi gani wanaweza fanya vizuri katika maisha. Hivyo na wasihi wale ambao wanafanya kazi katika serikali tuweze kuunga mkono idara kama hizo za Savo Foundation. Kwa upande wetu tutakuwa na mentorship program ya wanafunzi. Kila shule itakuwa inaleta wanafunzi hapo TTU. Tunakadiria tutakuwa na wanafunzi kama 800. Ili tuweze kuwa na wanafunzi wengi ambao wataenda vyuo vikuu, tunataka kutafuta wafadhili. Tunataka kuapproach waheshimiwa. Tulikuwa tumeuza hilo wazo kwao. Tukipata wanafunzi wengine 800, tutakuwa na kama wanafunzi 1600. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 800 ambao walienda mentorship hapo Jomo Kenyatta University hapa TTU, na kwa sababu ya hiyo mentorship tukapata wanafunzi 1500 ambao walihitimu kwenda university. Kwa hivyo tunakadiria ya kwamba tukiongeza idadi ya wale ambao watakuja kupitishwa kwa hiyo program ya mentorship, idadi ya wale ambao tutaweza kupata kwenda university itaweza kwenda juu. Asante sana kiongozi TSC County Director. So mnaona haya ambayo ameyasema ya manufaa, si ya manufaa. Filangu na lako koflako moja. Wa. Tena lingine. Wa. Thank you so much. Asante sana Tugo. So tunaingia kwa introduction na nitaomba tutaenda kwa haraka kwa sababu by saa 6 kamili tutapatiana kanisa. Kwa hivyo ukipewa kipaza sauti dakika ni 2. Nataka kumuita baba yetu Nathan Mwaluga na dada yake waje hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nimsalimu kwa jina la Yesu. Mimi hapa nikiwa hapa ni aliyelala ni ndugu yangu mkubwa. Lakini kwa ile upendo tulikuwa nao, nilikuwa namchukua kama baba yangu. Hata ndio mambo yote nimetia kwake.
Hata nimesikia ndugu yangu Richard Tole kutoka Mwage tulikuwa tukishaipai Makupa. Kwa hivyo nashukuru sana kututembelea na kuwa pamoja nasi. Hata tulikuwa na kina dada hapo. Kwa kina dadangu hapa tulikuwa tukisikilizewa ndugu yetu marehemu. Kwa hivyo tutashukuru kwa pamoja. Endelea. Tutashukuru sana kwa hiyo, na sema hata mambo yote imetokea kwa shughuli ya ugonjwa huu, nilikuwa pamoja naye. Hata nikifika hivi saa nyingine ananiambia, kwani wewe umepigiwa simu? Sijapigiwa simu, nimekuja tu kwa nini kwa diari yangu. Sasa watu wengi walikuwa wanasema kweli huyu bwana anamchukua kama babake, na nilikuwa namchukua ni ndugu yangu, lakini nilimchukua kama babangu. Kwa hiyo nashukuru kwa waombolezaji, ndugu zangu, watoto wangu mmewacha tuwe pamoja na upendo tuwe pamoja. Nashukuru sana. Bwana asifiwe. Amen. Nimemsalimia kwa jina la Yesu. Huyu ni bwana wangu na huyu alifariki ni mwanguo wangu. Hata hivi ninashindwa kabisa, tulikuwa tunapendana. Hata ninashindwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi ninaitwa Agasa Mwalunga. Hayo ndio. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Constance Uganga Mwangeni. Huyu amelala ni ndugu wako mkubwa. Kwa hivyo nimesikia kuumia sana. Hata kusimama siwezi kwa vile Mungu anatembea. Asante sana. Praise God. Praise God. Alilala ni mkubwa na ni brother yangu, ni tena ni mwanangu. I grew up under his hands. So pray for us. Pray for us. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu. Ni babangu, ni kama ni babangu. Sababu ni mdogo wake mbali. Lakini Mungu anatutia kwa sababu bila yeye hatuwezi. Yeye ndiye tegemeo na Aya, asante, tuwapigie makofi wanapoketi. Moja. Asante. Kwa majina ni Ginton Maganga. Kabla sijasema lolote, nataka bibi yangu na watoto wangu wasimame, wanyoreshe mkono tu. Simameni tafadhali kwa heshima ya Msa Ambrose Wangai. Bibi yangu na watoto wangu wote kama wako sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Ambrose Wangai ni shemeji yangu mkubwa sana ambaye nilikuwa nampenda. Kwanza tulijiana huko Tanzania Arusha, tukajuana hapo, baadaye mimi nikaja Kenya, baadaye naye atakaja Kenya akapata kazi Mombasa. Upendo huo ulikuwa umeendelea vizuri, hata alipokuwa mgonjwa huko Buta, akakaa mgonjwa, akarudi hapa tena akaenda Mombasa. Alipoenda Mombasa tena ugonjwa kamrudia. Lakini kwa heshima kubwa tulikuwa nayo, tulikuwa tunakuja kumtazama. Tulimpenda sana, lakini Mungu alimpenda zaidi. Ndio bahati amemchukua. Bwana asifiwe. Namsalimu katika jina la Yesu. Karibuni sana katika boma hili. Mke wangu ndio huyu Christine, na watoto wangu ndio hawa Wisdom, Samba na Wangai. Kwa hivyo tunamkaribisha sana kwamba yametokea, na Bwana Mungu bado ni mwema. Asanteni. Asante. Wale wageni wamekuja kwa sababu ya Luke na Christine. Hebu tu wave. Bila Susan. Kwa kanisa, waombolezaji wote, Bwana asifiwe. Nami napenda kuwashukuru mlioacha kazi zenu mkakuja kuomboleza pamoja nasi. Naendelea kuwaombea Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuwatenda mema. Huyu ndio mume wangu ambaye ni Cromwell Mluka.
na msichana wangu wa kwanza ni Paris, wa pili ni Dorothy Samba jina la mamangu, wa tatu ni Valentine Mluka, wa nne ni Ambrose Wangai ambaye ndiye baba yangu, kitinda mimba wangu ni huyu Jemima Mluka. Bwana awabariki. Joyce, familia Joyce, then Duncan, alafu Ginora. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu yote katika jina la Bwana. Mimi ndio watatu kwa mzee Ambrose. Tuangalie kamera. Mungu awabariki. Haya, tuwapigie makofi wale wamekuja kuwa wafariji Joyce. Tunyoshe mkono. Tuwapigie makofi moja. Haya, Duncan. Duncan Mwambuga na familia yako. Ifuatwe na Ginora afu Washala. Kwa sababu wakati tukitaja naomba msonge mbele. Haleluya. Tumsalimu katika jina la Yesu. Hii ndio familia yangu. Huyu mke wangu. Wa kwanza ni Ambrose Wangai, wa pili ni Mandeli Hawa, wa tatu ni mamangu Rose Samba. Karibuni, asante. Asante wale watakuja kwa sababu ya Duncan. The protocols observed. Hi. Mimi naitwa Ginora Mwemba na nimeokoka. Kristo ni Bwana, ni familia, ni mtoto wa familia hii na ni mtoto wa 5 katika mji huu, na baba yetu alijaliwa kuzaa vile watu wa zamani walikuwa wanazaa. Wanagonga 10 ndio wanaachilia. Nashukuru hapo. Nilizaliwa 11, alipita tukazaliwa 11. Mimi ni msichana wa 3 na mtoto wa 5. Na nimeolewa huku, nikahama huku, nikafly kidogo, niliolewa Kinango. Huyu ni mume wangu nimpendaye. Anaitwa Kusingwa Ndoro. Na tulijaliwa na watoto 3. Nashukuru kwa sababu yeye kwa baba yangu alikuwa anachukulia kama baba yake. Venye alikuwa anamchukulia mimi babangu, hata anauliza babako umemtumia kitu mwezi huu. Kwa hivyo I love him and I loved my dad, but nimekubalika hivyo. Tunaambiwa kwamba mwenzako akienda tuko kwa line. Mwenzako akienda ujue tuangalieni hapa. Huyu Ambrose Wangai ameenda. Wale wazee mjue nani ako next. Na sisi wengine tuko kwa line tunasonga. Kwa hivyo tunapolia tunaangalia kwamba tuko kwa foleni. Haya, huyu ni Gen Z wa siku hizi mnamuona. Ni mtoto wangu pia nimpendaye, anaitwa Saidi Ndoro. Ni mtoto wangu wa kwanza. Wa pili huyu hapa naye anaitwa Adam Ngoa. Ni father in law wangu. Na watatu huyu anaitwa Sofia, pia ni mother in law wangu. Hao ndio watoto nimejaliwa. Na niko na baadhi yangu iko wapi? Huyu ni shemegi wangu. Anaitwa Steven, sisemi jina. Kwa majina anaitwa Steven Rai. Pia ni shemegi yangu nampenda. Ni shemegi yangu napenda sana. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Moses Chaka Ndoro, ni mtoto wa mkubwa wangu. Huyu ni mkaza mwanangu. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Maringoa. Huyu ni shemegi yangu. Bwana asifiwe, asanteni. Mnaona nilihama hapa maana hamkunipenda sana, nikapendwa huko. Lakini tuko pamoja. Kwa hivyo tufurahie, Mungu awabariki. Haya, kwa filao wanapoenda kuketi. Hadisa waombolezaji na wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa Emily Washali. Mimi ni wa 6 kwa babangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeuliwa sehemu za West, lakini siku hizi nimehamia kwa sehemu za Kilifi. Nimejaliwa, Mungu amenijalia niko na watoto 3. Sikuweza kuja nao wote, lakini hata mimi yangu iko hapa. Niko na Mungu amenijalia niko na watoto 3. Mume wangu sikuweza kuja naye maana nilikuwa hapa 2 weeks back kuja kumuona baba nikarejea. Kwa hivyo nilikuja tu na wawili. Nilikuja tu na hawa wawili. Nasikia kuumia sana moyoni kwa ajili ya kumpoteza babangu. Maana ni mengi ametufanyia, jinsi alivyokuwa na upendo akatulea mpaka mali tumefikia. Lakini nikumregeshia tu Mungu shukrani. Endelee kutuombea. Asante.
kofi lake anapoenda kuketi. Fanya na idara ya afya huko Ukunda tunapokaa, na kuna rafiki yangu ameingia tukiendelea. Just mercy was 1 second. Nisipomtambua itakuwa sijafanya vizuri. Aseme jina lake, ametoka all the way, ni workmate wangu. Sasa nisipomtambua sitafanya vizuri. Just sekunde mbili niwe ndradhi. Ni vizuri nimtambue, anaseme basi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Masi Maanzo, nafanya kazi na Mama Ginora, na amekuwa akinieleza ugonjwa wa mzee mpaka alipoaga, na nimeona ni vyema niweze kuwa pamoja naye. Mimi langu ni kuwaomba Mungu azidi kuwapa faraja zake na neema yake iwe juu yenu. Asante. Kofi lake anapoketi. Haya, Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Wasalimu yote kwa jina la Yesu. Huyu ni mke wangu mpendwa. Watoto nimejaliwa nao 2 lakini wako njiani. Nimetoka Western. Kuna wa Western pia wamekuja sababu ya kutuwakilisha, sasa ndio maana hata wako nyuma kuongojea. Kuna workmate 2 hapa EVA. Wengine wako nyuma huko, wamesema bado wako Mkwachuni, kwa hivyo watakuja baadaye. Karibuni sana. Anapoketi Zakayo, acha tupatie workmate mmoja aongee kwa niaba ya wenzake. Weke hapa, weke mao na roho wa malama. Na hali ya kusangala, bana kusangala kada bila chika chimo RC. Kamarina nango hosbon Mwambingu. Nafumo panda kwa sagala. Lakini nakusanyika hapa kwa ajili hapo wasirie. Nakusanya kazi na Eke Safat. Na Eke Lija. So nane kapole sana. Japokuwa mbedo kwa chinyo dacha. Na pia nimeona masiniaz wangu wa FVA wa zamani. Hizo rani zenu zilikuwa za mbali sana. 800 na 400. Mimi niko 1837. So nafurahia pia nikiwaona nikikutana na nyinyi mnipatie kidogo vile mko mnaishi huko. So na sera poleni sana, ike pole sasa. Asante, tumpigie kofi lake anapoenda kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Wilfred Mwashigadi. Aliyelala ni babangu. Na tena tulikuwa tukimuita Simba wa Kasigau. Simba wa Kasigau amelala. Hapa niko na sweetheart wangu anaitwa Irene Wabuda. Limtoa kule milimani ya Ronge. First born wangu huyu hapa naitwa Nael Samba, mamangu. Kuna second born Julia Wambuga, madailo wangu. Sijui amejificha wapi. Wambuga uko wapi? Wambuga? Amejipumzisha. Alafu third born kuna Joyce Naomi, nyanyangu na tena dadangu. Anayenifuata ndugu yangu, mimi ni mzaliwa wa 8. Anayenifuata ni Peter Kikonu, ni marehemu. Asante. Wapendwa, mjambo. Kwanza kitu ya kwanza ningependa kuongea na mamangu. Mamangu pole sana. Ndio kusikia mkibangana avasi. Pole mao. Hata mojali baba kumpoteza hapa. Hata kama na umri waenda, lakini ekunde uishi zaidi na zaidi. Pole mao. Hapa wadilele ncha sana. Jingi siende skulu lwa ultu. Vazi madedo vona vikienda magumadu. Lakini jingi hata kilumba sinyue jingi. Na nalomba mlungu pia udine kendigi jingi disepate kunywa kilumba hasa kon apo lele. Mwabesikira? Hapa bwana atambuhuta wode kundwa ni vandu. Ndo nengi hata kumsogore mwano kwa tulia tu. Komzera bele hapa nvade itumie na pole wakufika ndaga hapa ni itumie wakuzera hata kuse itumie hapa mlungu kwa eni. Kamu na ene jifundisha kwa mndu Ambrose. Hata nido mbanga Ambrose vada hapa Ambrose. Muda ude kwenye wani vabie kwa mndu kovu ya kwa mbona sishwapeteseka bwana kubona taa kwa kikao. Paka hata mlungu nifewo mankagora mlungu kuseneke maisha kangi mengi kabana ni achateseka hu. Na gore mlungu nifewo. Maana wote seka bwana ai hata wache upumziki. Lakini Ambrose walelencha. Haya.
Darling wangu ndio huyu, mwamona? Mmemwona? Niko na mke wangu mmoja na watoto wangu wawili warembo. Hata wale warembo, wale vijana wa saizi yake, si tujalio tupate mahari jamani. Huyu anaitwa Hilda Samba. Huyu ni mke wangu Faith Wabuda. Sawa Mbarikiwe jameni, na mtusindikize mpaka tumwage mzee. Sawa? Haya, asante. Makofi lake na maganga moja. Lingine. Haya, wale wamekuja kwa sababu ya maganga. Kwa majina anaitwa Elijah Kitonga na hii ndio familia yangu. First born huyu hapa Dorothy Samba na second born huyu hapa Ambrose Wangai. Karibuni sana hapa. Babangu mzazi chenye kwa ananiambia wakati huo alikwambia chenye kwa ananitia moyo kwamba alienda Arusha na kaptula akarudi na suti 7. Asanteni sana. Haya, umesikia? Asante sana. Wale wamekuja kwa sababu ya Kitonga, tunyoshe mkono tuwatambue. Haya, kwa fulao moja. Haya, tumebaki na dakika 8. Bwana sifiwe tena. Maybe naweza taka wajukuu mahali mko, wajukuu wote wa babu tu muinue mkono. Asanteni. Kwa niaba ya wajukuu acha tu niseme babu umesikia alikuwa ni simba wa Kasigao, lakini kwetu alikuwa tu ni babu. Na kokote alikuwa, ikuwe ni Mwanga, ikuwe ni Mombasa, ikuwe ni Buhuta, alikuwa anakukaribisha kama babu, anataka ukue vizuri, akupe mausia, make sure umeshiba, kuna kilumbwa. Vile tumesikia. Kwa hivyo tumepoteza babu yetu, lakini tuwapenda kuwashukuru kwa sababu ya kuja kusimama nasi, kututia moyo na kuzidi kushikana. Asanteni sana. Asante. Kofi lake moja. Huyu anakuja ni dadangu. Bwana Yesu asifiwe. Wa kanisa, waombolezaji wote na marafiki zetu, jamii, na wasalimu katika jina la Bwana. Mimi kwa majina ni Christine Mwakwali, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ndio kaza mwana wa mkubwa ama wa kwanza. Mimi ndio niliingia kwa hii boma wa kwanza, na kwa niaba ya daughter-in-laws naomba wave. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baba mkwe. For sure he was a tough man, lakini with a lot of love. Alitupenda wakati tuliingia katika hii boma na alituelekeza vizuri, na kwa hivyo alitupenda na sisi tulimpenda. Tunamshukuru Mungu kwa ile miaka ambayo amempatia na akaweza kukaa nasi kama jamii. Mungu awabariki. Asante. Representative wa sons-in-law. Wizara ya Afya. Nimeoa Ginora. Kama mlivyoambiwa ni mtoto wa 5 katika hii familia ya mzee Ambrose. Niliishi na mzee kama baba yangu mimi. Katika nyinyi waume mko hapa, ni nani alikuwa kila na babake bebia wake nani? Etwaje? Bebia wake. Katika nyinyi waume mko hapa. Sahani moja. Kula hivi tukua tonge na wana kula. Ni nani hapa? Sasa mimi nilikuwa nakula naye hivyo. Kwa naishi naye kama babangu, sio kama father-in-law. So kwenda kwake kumenisikitisha, lakini mapenzi ya Mungu, sisi tulimpenda, Mungu alimpenda zaidi. Sitaki kutoka hapa, nimekuja na wazazi wangu wako mbali huko. Ningeita mdogo wa baba waweze kujaongea, anaitwa mzee Saidi Chidunga. Singesikia mzuri kama hangewasalimia. Mzee Saidi pale huko, na kuomba ufike usalimie hao waombolezi, ndio hata wakujue pia kama umekuja ni support. Waombolezaji, hamjambo. Kwa majina naitwa Saidi Chidunga Ndoro. Yule mtoto wa mama Ginora Saidi alitajwa mimi. Yangu mimi hapa ni kutoa lambe
na kuomba kuwa kila kitu ambacho kitakuwa hapa kiende vizuri. Tunaishi Kinango, lakini nimeretire. Mimi ni daktari pia, nina clinic Ukunda. Kwa hivyo waombolezaji wote, naomba hii shughuli iishe kwa amani. Na kivyere changu nilimjua mara moja wakati nilipokuwa nakuja kutoa mahari, na ni mtu ambaye alikuwa ni mcheshi. Siku hiyo tuliongea, tukakula pamoja. Sikujua kwa mwenzangu ataondoka mapema, lakini hayo yote ni mambo ya Mungu. Asanteni. Naomba mwanyumba wangu naye aweze kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakanisa, waombolezaji mbalimbali na wageni wa heshima kutoka mashirika mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi ni kijana wa kwanza katika boma hii kwa sababu mke wangu ndio wa kwanza katika wasichana. Amen. Basi mimi ningependa kusema kwamba nilitamani siku moja tuwe pamoja na mwanyumba zangu na mashemegi zangu wote pamoja na wazee wangu wote. Kikao yani kushare maneno tu. Lakini babangu ameondoka kabla hiyo matamanio yangu hayajafikia. Lakini naomba Mungu atusamehe kwa sababu ni njia tu kupenda kuishi pamoja, kupenda kujuana na kusaidiana katika maisha. Bwana asifiwe. Ningependa kuongea maneno mawili tu. Jambo la kwanza ni ukweli, la pili ni uongo. Katika Biblia takatifu tunaambiwa kwamba the truth shall set you free. Yani kila jambo ambalo nataka kutenda, wazungu wanasema think before you leap. Yani ufikirie kwanza kabla hujatenda ama kabla hujanena, ili usije ukakwaza wengine. Amen. Basi hayo yatatusaidia katika maisha. Ningependa baada ya harusi hii ningependa tukutane na shemeji zangu ili tuweze kushauriana jambo moja ama mawili matatu. Amen. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. Na wasalimu nyote wa Kristo. Bwana asifiwe. Waislamu, asalamu alaykum. Kuna Wahindi pia hapa, tamke wakale tamke. Wahindi wapo. Haya, nimefurahi sana kwa nyinyi kuweza kufika mahali hapa kuomboleza pamoja na sisi. Aliyelala hapa ni mjomba wangu. Hakuwa mjomba wangu tu, alikuwa rafiki yangu wa karibu kushinda hata wazazi wangu. Ilikuwa naweza funga safari kutoka Mombasa bila hata wazazi wangu kujua, ikafika mahali hapa kumuona. Ama akiwa kwake kule Miritini, naweza fika bila hata mtu kujua. Na kila mara alikuwa ananiambia, unajua wewe ndio mjomba unayeni surprise. You always surprise me. Hakuna mtu anayenipa surprise unayonipa. Ule ushauri alikuwa ananipa, upendo huu ulio nao usiuache. Na kwa ajili ya sisi tulioachwa mahali hapa, naomba upendo tulioonyesha hata kwa ajili ya siku ya leo, upendo huu uzidi kudumu. Na Mungu akatubariki sote, kwa sababu hii safari ni yetu sisi sote. Yeye ameshatutangulia. Je, sisi njia zetu tumejiandaa vipi? Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Kofi lake moja. Mwenye ameko ametayarishwa kwa eulogy, asonge mbele. Bwana asifiwe tena. Majina yangu ni Rose Ndela Nina na nimeolewa pande za Baringo. Mzee wangu anaitwa Parisalat. Nimeolewa na Masai. Ningependa kushukuru sana siku ya leo. Kama vile mnavyoona mzee ametuacha, lakini jambo ambalo limenifanya nikuje. Mimi ni mtoto wa Wisdom Nina
na mama Filora Wambuga ambao wametuacha sasa ni marehemu. Christine ni dada yangu na mimi ni msichana wa kwanza wa Wisdom Nina. Christine ndo wa pili. Niliposikia maneno haya nilihuzunika sana, kwa sababu mama yetu huyu alikuwa ametupenda sana na ametushikilia sana. Wakati tunapatwa na shida anatukaribia na anatuongelesha na anakuwa wakaribu sana, na tumemwona kama mama yetu. Wakati mama yetu hayuko, nilikuwa namuona kama ni mamangu Filora. Wakati niliposikia maneno, hata kama ni mbali, niliamua nikuje na niweze kuwa pamoja nanyi na tuweze kufarijiana, na nimeshukuru sana kwa siku ya leo na nimesema asante, mbarikiwe sana na mumkaribie Mungu. Asante. Vandu bakopoda mrogwa. Wageni na wasalimia. Kwa majina naitwa Norman Nyambu. Tunatoka area za Yale huko Bundanyi juu kabisa. Huyu mzee amelala hapa kwetu sisi, ametupatia bibi. Bradhangu mkubwa ndiye ameoa Josephine Washila, msichana huyu mzee. Washala, shala. Si bibi yangu, ni bibi ya ndugu yangu mkubwa, mtanisamahani sana. Yeah. So sisi tumekuja kuwapea pole na pia kufariji pamoja na nyinyi. Na pia watu wa nyumbani kule wamenituma nije niwapee pole zao. Na zaidi ya yote nilikuwa nimekuja kwa sababu, sikuwa nimekuja kwa sababu ya matanga, tulikuwa tumekuja kwa sababu ya shughuli zile ambazo zilikuwa kule nyumbani, pamoja na kijana wenu ambaye anatoka area hii anaitwa Engineer Mtalaki ambaye ni mtarajiwa governor. So na yeye pia amekuwa matangani, amenituma pole zake na amesema akimaliza shughuli zake atafika asalimie pia familia. Asanteni sana. Asante sana shemeji yetu. Mwenye amekuwa kusoma biology iko wapi? Aya, kabla ya biology nimeomba ruhusa kwa wachungaji tupatiane mwakilishi wa MP dakika moja. Nashukuru sana bwana MC, na kwa heshima ya wachungaji, familia na waombolezaji wote nawasalimia hamjambo. Kwanza naomba radhi, nimekuja kuchelewa kwa sababu ya majukumu mengine ambayo amenifanya nikakwama. Naitwa Sylvester Mondolo, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu nafanya kazi kwa mbunge wetu MP Peter Shake Mbogo. Sawa, sina uhakika kama najua niko hapa, lakini ofisi najua niko na hapa. Kwa hivyo naomba mpokee rambirambi za ofisi yetu ya Mwatate. Mimi nilikuwa naomba tu niseme jambo moja tu kwa sababu naona ni muhimu sana. Kuna kazi inaendelea pale TTU. Mimi mwenyewe nimeenda nika-intervene, nikaangalia kwamba zile kazi ziko pale zinafanywa na watu ambao si Wataita. Nilivyo-intervene wakasema nitembee, nitafute wale Wataita ambao wako tayari kufanya kazi pale, waende wafanye kazi pale. So niko hapa kuwapatia ujumbe watu kutoka hapa, manake hii ni Mwatate constituency. Kavona oko kijana ungi udima wahe, udima ubonye plumbing, electrician, ama ukunde kibarua. Unineke irina ni jenjeni mwoni ukasoba kazi, niko dihore loli vada vida kwa kiva soba kazi. Sawa sawa Disikia kwa kwamba dekona vandu, kumbe jenje asha na kwamba hakuna mdungi. Mbe mzo kudufusha waya sena. So na lomba tafadhali muneke marina. Sawa Chabucheni sana, mlongo mrasimie na hai nandi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina yangu naitwa Peris Mluka. Aliyelala ni babu yangu. Mamangu ni mtoto wake ambaye ni second born. Mwenye tulikuwa hapa na yeye anaitwa Susan Buganga. Na nitasoma historia ya babu. Ambrose Wangai Mofwali alizaliwa tarehe 29 Novemba mwaka 1941. Alikuwa mtoto wa marehemu Luke Mofwali na marehemu Joyce Mauva. Alikuwa mume wa Dorothy Samba. Ni babake Luke Wangai, Susan Wangai, Joyce Wangai, Duncan Momboga, Ginora Wangai, Josephine Washala, Zakayo Sefa, Wilfred Mwashigadi, marehemu Peter Kikonu, Ginton Maganga na Elijah Kitonga. Ni ndugu ya marehemu Ginora Mwemba, Constance Buganga, marehemu Roslyn Chao, marehemu Nelson Mamachi, marehemu Philip Mongoji, Nathan Moluga, Dorcas Msenge na Selina Kachoga.
Alikuwa baba mkwe wa Christine Mofwali, Cromwell Mluka, Eric Maitha, Eunice Momboga, Kusingwa Ndoro, Daniel Kidasi, Masi Sefat, Irene Mwashigadi, Jemima Maganga na Damaris Kitonga. Ameacha wajukuu 31 na vitukuu 4. Alianza shule ya msingi mwaka wa 1949 hadi mwaka 1954. Alifanya mtihani wake wa CEE mwaka wa 1954, akapita vizuri na kuingia standard 5 katika shule ya Dr. Agri Intermediate School mwaka wa 1955. Mpaka mwaka wa 1958 alipofanya mtihani wake wa KAPE. Mwaka 1958 aliajiriwa na idara ya ukulima Undanyi kwa muda mfupi. Mwaka 1960 akasafiri kwenda Tanganyika kutafuta kazi, na baada ya miezi mitatu akafanikiwa kupata ajira katika idara ya PWG ambayo ilikuwa ni idara ya barabara. Kuanzia tarehe 21 mwezi wa 4 na mwaka 1960 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 1960 alipoacha kazi kwa idara hiyo. Akapata kazi nyingine kwa kampuni iitwayo Tanganyika Farmers Cooperative Association TFCA Limited Arusha kama storekeeper. Akafanya kazi hapo hadi Mei mwaka 1967 Julai mwaka 1967. Julai mwaka 1967 akarudi nyumbani Taita Taveta, Kenya. Aliporudi nyumbani, marehemu alijaliwa kupata mpenzi wake ambaye ni Dorothy Samba, ambaye baadaye alimposa na wakafanya harusi ya kufana sana tarehe 11 Disemba mwaka 1967 nyumbani Taita Mwanga Msengenyi. Baada ya harusi alikaa nyumbani na mkewe hadi tarehe 28 Februari mwaka 1968. Mwezi wa Machi mwaka 1968 akasafiri kwenda mjini Mombasa kutafuta ajira. Akajaliwa kupata kazi kwa kampuni iitwayo Dosh and Company Hardware Limited Mombasa kama store clerk. Akafanya kazi vizuri ya salesman kuanzia tarehe 1 Machi mwaka 1968 hadi tarehe 6 Machi mwaka 1979. Tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 1979 akaanza kazi kwa kampuni nyingine iitwayo AVA Limited, Associated Vehicle Assemblers Limited Mombasa kama stores controller. Akafanya kazi yake vizuri kwa kampuni hiyo kwa miaka 23 hadi kustaafu kwake tarehe 31 Disemba mwaka 2001. Alikuwa mfanyikazi wa kwanza kustaafu katika kampuni hiyo akiwa na miaka 60. Akarudi Buguta na kujishughulisha na ukulima wa kawaida. Alikuwa mshirika wa ACK tangu utoto wake. Mwaka 2013 alimpokea Yesu kama Kristo kama mwokozi wa maisha yake baada ya kuugua kwa muda mfupi na kupona. Mzee Ambrose Wangai Mofwali alianza kuugua polepole mwaka wa 2022, akatibiwa na kupata afueni na kurudia hali yake ya kawaida. Mwaka wa 2025 Mei, hali yake ya afya ilianza kudhoofika. Akalazimika kutafuta matibabu kwa hospitali mbalimbali. Kufikia Disemba mwaka 2025, hali yake iliendelea kuwa mbaya. Hadi tarehe 5 mwezi wa 4 2026 saa 7 mchana alipoaga dunia akiwa nyumbani kwake Mwanga, Taita, akiwa na umri wa miaka 84. Ibada ikiendelea akiwa amezungukwa na jamii yake. Mungu alitupa na Mungu ametoa. Jina la Bwana litukuzwe. Timotheo 2 mlango wa 4 mstari wa 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Asanteni. Haya, kofi lake moja. Wow. Dada yangu alikuwa ameongea pale. Lakini Pastor White inua mkono hivi kutoka Ukunda. Pastor Amenda alikuwa amekaa hapo. Wachungaji tuko watatu kutoka Ukunda, tumewakilisha wa bishop na tuko hapa. Na shukuru kwa Full Gospel, mimi ni mtoto wa Full Gospel. Mbarikiwe sana. Niko na wimbo wa kudedicate kwa sababu ya familia. Na wale unajua huu wimbo mnaweza kuimba pamoja na mimi. Na mimi wimbo uko na ujumbe na mtabarikiwa. Haleluya. Mwaka mzima na sasa umekwisha, na Mungu wetu ametulinda salama.
Ni watu wengi waliolala zamani, wakipumzika wakingoja hukumu. Wakamzima na sasa umekwisha, na Mungu wetu ametulinda salama. Ni watu wengi waliolala zamani, wakipumzika wakingoja hukumu. Imba nami. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa na Yesu, nitapumzika usingizi wa heri. Listen. Kujiuliza huwa mimi najiuliza, maisha yangu yakisha koma leo, nikilala kimya kaburini, maisha yangu yatalipwa na nani? Kujiuliza, mimi najiuliza, maisha yangu yakisha koma leo, nikilala kimya kaburini, maisha yangu yatalipwa na nani? Geukia jirani mwambie uhai wako ni deni, unatakiwa umfanyie Mungu kazi, japo ulale ukiwa naye utapumzika. Uhai wako ni deni, unatakiwa umfanyie Mungu kazi. Aha. Kujiuliza, mimi najiuliza, maisha yangu yakisha koma leo, nikilala kimya kaburini, maisha yangu yatalipwa na nani? Uhai wetu ni tunatakiwa tumfanyie Mungu kazi, japo tulale tukiwa na Yesu. Haya, sikia hii stanza. Kila mmoja aipime kazi yake, ni roho ngapi ulizoleta kwa Bwana? Kama hakuna chochote ulicholeta, itakuwaje hiyo siku ya mwisho? Leo hapa kila mmoja aipime kazi yake, ni roho ngapi ulizoleta kwa Bwana? Kama hakuna chochote ulicholeta, itakuwaje hiyo siku ya mwisho? Mara moja, uhai wangu ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwala nitapumzika. Geukia jirani sasa, mwambie uhai wako, mpeleke polepole. Unatakiwa, hakikisha maneno yanafika. Mungu kazi, japo kama unamuongelesha, ukiwa na Yesu utapumzi. Mara moja ya mwisho hakushika hiyo, mwambie uhai wako ni deni, unataki maisha yako ni deni, umfanyie Mungu kazi, japo ulale ukiwa na Yesu utapumzika. Na tukavaa barakoa kama vile mbuzi inafungwa isikule mimea ya watu. Tukapimwa temperatures. Maana kitambo ilikuwa
kugotea mtu hivi ilikuwa ni dhambi, lakini korona ilipokuja tukatoa hiyo dhambi. Siloli nachikala kagotera mtu kwanza kwanda modoni ila korona endesha hiyo dhambi kabonya baada ikasia korona. Na korona ilipokuja kuna wengine walifutwa kazi na vikagala mzini vikilila vikigora dalogwa noko korona yacha dafutwa kihi kazi. Hata kuna wengine waliachwa wakati wa korona, maana uchumi umekuwa mbaya. Lakini kuna wengine walirudi matajiri wakati wa korona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu waliona opportunity wakati wa korona. Geukia mwenzako mwambie badilisha mtazamo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walipoona shida, kuna wengine waliona opportunity. Na kuna watu mpaka leo wanasema ni heri korona ilikuja, maana wanapeleka magari makubwa makubwa. Sasa mnuge amu nibone bele. Kuna watu wanasema asante korona ilikuja, maana mtazamo wao hauko kama wako. Geukia jirani yako mwambie wao hauko kama wako. Haleluya. Kichwa cha leo ni kubadilisha mtazamo, maana tumekuwa na mitazamo haifai. Geukia jirani yako muulize mtazamo wako ni upi? Maana ulipofunga harusi mkamwana ukabora mkekwe kabora kilole dasipata, maana alikuwa na mtazamo mzuri. Na ukabona vele dapata mwayo maridadi put, lakini sahi mzigane ni mwayo maridadi lole, maana umebadilisha nini? Untese kuchila, maana umebadilisha nini? Mtazamo. Na watu wengi hawasongi mbele kwa sababu walipoteza nini? Mtazamo. Na tutaona leo. Bwana Yesu asifiwe. Tumesomea Samueli wa kwanza mstari wa 16. Mstari wa kwanza tunaona ya kwamba Mungu anamkataa Sauli na anamuuliza Samueli, utamlilia lini? Mpaka lini nani? Sauli. Nemlega. Geukia jirani yako kumzere kuko na hatari kalewa ni mlu. Maana kuna reverse gear. Mungu akikukataa amekukataa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua sote hapa ni viongozi. First born ni wele, si ndio? Alafu Samuel anasema huyu ndiye Masihi wa Bwana. Maana aliangalia vitu ambavyo mwanadamu anavyoangalia. Hebu mwambie aliangalia vitu wanadamu wanavyoangalia. Sawa sawa Lakini alipoangalia hivyo Mungu akamwambia, si mimi siangalii vile mwanadamu anavyoangalia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nashukuru Mungu sana. Maana Mungu angekuwa mwanadamu hata sijui kama tungekuwa tumeokoka. Maana bambeyesha vekia vikafika mlunguni vikaturua badala mlunguni na asubuhi basi. Haleluya. Yaani duniani hatulali wapi? Usiku tuko mbinguni tunasifu, alafu asubuhi tunashuka. Wewe unafikiri kama si Mungu familia yako ingeheshimika kweli wewe? Kumenya kwanza kwa menyelo ni yangu tu mlungo kuonea bugoma. Halo. Tubadilishe nini? Sasa Samueli akaangalia mtazamo wa kibinadamu. Mungu akamwambia sitazami hiyo. Nataka tuangalie mstari wa 7. Tusome mstari wa 7. Mstari wa 7 Biblia inasema hivi. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wake wala kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalii kama binadamu anaangaliavyo, maana mwanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Geukia jirani yako mwambie Bwana hutazama moyo. Unajua inaweza kuwa umeokoka nje, lakini ndani hapo ndo shida iko.
Ndio kesho na kumwambia ndani ndo shida iko. Nasema tugeuze nini? Mtazamo. Kuna watu hapa kwa mtazamo wa uchawi hawasalimiani. Wale ambao wajanijua ni naitwa Steven Mwashigadi, nimebwira Mwatate, Liberty Church, Salvation Church. Hapo ndo natokea. Na nataka niombe kwa ajili ya familia. Bwana asifiwe sana. Lakini kabla sijaomba. Amen. Nashukuru kwa hii familia, kwa ile amani ambayo imekuwa toka jana mpaka leo. Mimi kutoka jana nimekuwa na msafara mpaka leo. Bwana asifiwe sana. Nashukuru kwa wale ambao nimeona. Na kabla tujamwambia Mungu kwa yote amefanya, tuache heshima yule mzee endelee hivyo. Huo mji ubakie vile vile. Usije kukatokea mwingine akaleta kitu ambacho hatu. If you have any issue, leo umalizane na hiyo familia. Ili watu wakienda usilete chochote. Bwana sasa. Maana kuna wengine wanangojea tukondoka ndio wanaanza story. Hiyo story tumalize hapa na tuombe. Tuamini Mungu. Mungu wetu, asante kwa sababu Bwana unaweza. Wewe ni mtakatifu na ni Mungu, hautashinda na jambo lolote. Ninakutumainia Bwana kwa ajili ya wapendwa hawa. Angalia Bwana vile umekuwa mwema. Tumekuona Bwana ukitenda mambo ya maajabu. Nashukuru Bwana kwa katika mji huu kuniunganisha na familia hii kutoka jana mpaka siku ya leo. Na nimeona Mungu ukitenda kazi. Na Baba nakushukuru kwa ile kazi ambayo umefanya. Mungu nenda katukuze wewe. Nenda Mungu kaijidhirishe. Familia hii tunaiacha mkononi mwako. Wewe ndio Mungu mwenye kutia nguvu. Naomba Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu ukashuka katika hii familia. Popote watakapokaa. Wacha neema ya Mungu ikatende kazi na watu hao. Wacha Mungu kaijidhirishe, ukawafanye kuwa imara. Yule ibilisi ndio huja kinyume kuleta kivuli cha yule aliyeenda. Hiyo maroho na yakataa kwa jina la Yesu Kristo. Huo ufalme ndio unaubomoa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ukapate kutukuzwa. Bwana familia hii wacha Bwana wasione kuondoka kwa mzee, wacha kuone Mungu. Wacha waone neema yako. Wacha waone rehema za Bwana. Kwa maana wewe ni Mungu unayeweza mambo yote. Nami nakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo, kwa ajili ya safari ya mpendo huyu Bwana vile umeitengeneza, na ninaamini kwamba Mungu waenda kutenda mambo yote. Asante Bwana kwa sababu unasikia maombi. Na ninaamini Bwana utaenda kushika mtoto, utashika mkono kila mmoja mahali hapa. Hata mama yetu kwa hapa Bwana mshike mkono. Ndugu zangu wako hapa ambao wamefika hapa. Shikilia mkono na rehema wote, familia yote kwa jumla. Bwana ukatukuzwe ndani yao. Asante mchungaji mwema kwa maana Mungu umenisikia, na naamini Bwana umeenda kutenda mambo makubwa. Na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Shukrani ya kwanza kabisa nataka nitoe kwa mapasta wetu ambao wamefanya kazi nzuri sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Shukrani ya pili nataka niseme kwa vijana wetu ambao walifanya ile kazi ya kuchimba kaburi. Wapate igana kwa igana. Masikila pekee vijana mmefanya kazi nzuri, Mungu awabariki. Shukrani ya tatu ni kwa kina mama wa Mwanga, wale walikuwa na keti pale na kuchukua pesa. Walifanya kazi nzuri sana. Mungu wa mbinguni wafanye nini? Haya, ingine ni kwamba watu wote ambao wamekuja hapa leo wakakanyanga kwa mzee Wangai. Baraka nyingi ziminie kwao. Mnapoenda nyumbani, baraka sifanye nini? Ya mwisho kabisa ni kwamba nimeona mambo mazuri kwa wahubiri wetu. Na nikajifundisha kitu kimoja. Kumbe wakati unapoenda mahali kwa pata kalambushi. Ngomba, si mmepata? Anguma wasoba. Kwa hivyo tukufundishe kwenda kwa mazishi. Utapata kitu. Kwa hivyo nasema ni asante sana kwa haya yote yametendeka kwa siku ya leo. Mungu wa mbinguni wale wote wako huko na huko, mbarikiwe nyote. Mnapoenda nyumbani kwenu, baraka ile mnuka pacha. Haleluya. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau
ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tamaa zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kulea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBag sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, ndio, tutaonana baadaye. Oh, nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Oh, nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Ndio, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Ndio, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, tabasamu, tutaonana baadaye.
vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani